mwa zile neema kubwa zake yeye Allah juu yetu sisi ni neema ya mtu kuwa na dini. Na hapa nataka kidogo kwenye kumshukuru Mungu niwafahamishe jambo ambalo naliona na nahisi lahitaji marekebisho kwenye fahamu za wengi. Mwenye kupewa mali leo ni rahisi watu kumtambua ni mwenye kibri ikiwa mali ile hatomshukuru Mungu na kuitoa, na kinyume chake iwe atadharau watu wote kwa kuwa yeye ana pesa. Ni haraka watu kutambua kuwa kile ni kiburi. Kwa nini tusema ni kiburi? Sote kwa umoja wetu tutasema hastahiki kufanya kibri bwana, ile ni neema alipewa na Allah. Kwa kuwa ni neema ya Mwenyezi Mungu, basi lazima mshukuru Mwenyezi Mungu na anyenyekee na aitoe mali ile katika njia za Allah. Lakini mimi nitaka niwaambie, na kuwa na dini na msimamo na hidayah na uongofu nayo ni neema zaidi ya neema ya mali. Ikiwa mwenye mali itahitajika kumshukuru Mungu, na iwe kumshukuru kwake Mungu ni kunyenyekea na ile mali kuitoa, basi na huyu mtu aliyepewa hidayah na Mwenyezi Mungu na uongofu astahiki zaidi yeye amshukuru Mungu na awe mnyenyekevu kwa watu. Lakini imekuwa hilo ni vigumu kwa sababu dini imemfunika kuonekaniwa yeye kwake ni sawa, na wapo wengi waliopewa neema hii kinyume chake. Baada ya kuwa ni mutawadhiin, wao huwa na kibri na ujubu, na wakaona wengine wote hawana maana sababu ampewa dini. Tofauti ya huyu na huyu ni tofauti ya shilingi yenye pande mbili, lakini mwisho kisha yote shilingi tu. Mungu hapendi wenye kibri na hawapendi wenye ujubu. Neema ya mali ni neema, na neema ya dini na msimamo wa dini ni neema. Ikiwa huyu atakiwa kushukuru aitoe mali, huyu vile vile atakiwa kushukuru afundishe ile elimu. Ikiwa huyu hatakiwi kufanya kibri kwa mali aliyopewa, huyu hatakiwi kufanya ujubu na kibri kwa dini na msimamo aliyopewa. Mwenyezi Mungu atujalie mina shakirin.